colonial period au colonial time. Colonial time ni kwamba maisha ya Kiafrika ama maisha ya Waafrika ilibadilika baada ya kuingia mkoloni. And African values, marriage, family values changed wakati mkoloni aliingia. Na mkoloni aliingia akitafuta mali, akitafuta rasilimali. Yani lengo la mkoloni kuja Afrika ni kutafuta rasilimali, resources. So mkoloni alivyoingia, kitu cha kwanza alivyokuja nacho nini? Ni education. Kwa sababu alivyozunguka Afrika akaona hapa ili niweze kuingia ni lazima hawa watu wajue mimi nataka nini. Na wao wasipojua mimi nataka nini, kile ambacho kwamba ile rasilimali nimekuja kutafuta Afrika sitapata. Kwa hivyo aliwapatia education for assimilation purpose, kuweza kuwachukua kwa fikra ya kikoloni. Na ndio unaona wakeka mambo ya masomo, ndio kupatikana mambo ya education system. Education kuingia Afrika ama kuingia Kenya ama katika muktadha wa Kiafrika ni kwamba watoto wa kike na watoto wa kiume walibadilika, wakaanza kupelekwa mashuleni. Sasa ikawa familia zapelekwa kutoa wapi? Shule. Sasa majukumu inaanza kubadilika, majukumu self responsibilities ambayo kwamba Waafrika walikuwa wamefundishwa watoto wao ilikaanza kubadilika, kwa sababu sasa watoto wanakutana katika wapi? Naingia primary, kutoka primary unaenda secondary, university. Kwa hivyo miaka yako yote hauko kwenye familia, uko shuleni. Na elimu iko na madhara yake. Kwa sababu gani? Moja katika natija ambayo kwamba ilichangia ni kupatikana watu ambao kwamba wamesoma na hawafikirii, hawana fikira za Kiafrika tena. Kunapatikana wanaume ambao kwamba hawafikirii kama Mwafrika. Kuna wanawake ambao kwamba hawafikirii kama mwanamke Kiafrika. Ndio inatokea mambo ya nini? Kwamba what a man can do, a woman can do better. Ni kwa sababu elimu kuingia. Ninapatikana kwamba kuna corporate individuals ama administration, watu ambao kwamba wanafanya kazi, wanaume ambao kwamba wanafanya kazi na wanawake ambao kwamba wanafanya kazi. Kila mtu ana pesa. Sasa majukumu hapa kwamba provider, as a man you are a provider and protector. Sasa kuna wanawake ambao kwamba vile vile they are providers and they are protectors. Sasa na wanajiamini, wanajifanyia kila kitu wao wenyewe. Sasa hii fikra inao mchango mkubwa katika ndoa, kwa sababu hapa ndoa sasa inabadilika kabisa. Msimamo wa ndoa na vile ndoa inavyotizamiwa na hawa watu waliosoma ni tofauti. Na kwa sababu wengi wakaenda ng'ambo, wakasoma, wakarudi, sasa ikawa hata maisha yao ni tofauti. Wanaume ambao kwamba wanataka kuoa wanatafuta wanawake ambao kwamba wako tofauti, si wale wa Kiafrika tena. Na wanawake ambao kwamba wanataka kuolewa sasa hawaangalii wanaume wa kawaida, wanaangalia pia wanaume tofauti. Kwa hivyo elimu ya mkoloni imeathiri pakubwa katika uamuzi wa ndoa, kwa sababu kile mwanamke saizi ako na lawyer na kile mwanaume ako na lawyer saizi. Mkikosana mna malawyer zenyu ndio lawyers ndio wanaenda kudebate au wanaenda kotini, hii mko tu. Kwa hivyo inabadilisha misingi ya ndoa. Kwa hivyo mtoto wa kike hana muda wa kufundishwa tena mambo ya nyumba. Mtoto wa kiume hana kufundishwa tena mambo ya nyumba. Kazi yao wamefundishwa kwamba wao ni watu wanasoma kuja kufanya kazi ambazo kwamba ni za administration ili kuishi. Kwa hivyo hawa mtizamo wao wa ndoa ni tofauti. Values zao za ndoa ni tofauti. Haziendi sawa na vile muktadha wa jamii ya Kiafrika ilikuwa inavyotaka. Sehemu ya pili, baada ya mkoloni kuleta elimu, ashachukua vijana wote washaenda, kaja sehemu ya pili, dini. Kwamba kukapatikana watu ambao kwamba ni watu ya dini, wamesoma dini.
na mkumbuka kwamba katika values za Kiafrika ni kwamba unakuwa unazoa mwanamke mmoja au wawili au watatu, ilikuwa haina shida katika muktadha wa Kiafrika. Lakini baada ya hawa kuja sawa na wanahubiri injili kwamba kila mtu na mke ni mmoja na anaenda zaidi na mke mmoja, hayo katika imani wala hataona ufalme wa mbinguni. Sasa hawa pia ikapatikana kuna hii kikundi kimesoma ndio, lakini sasa kinayo maadili tofauti kuhusiana na mwanamke ni nani na mwanaume ni nani. Kwa hivyo hawa ni watu wawili wako na fikra mbili tofauti, hazifanani. Tukaja mambo ya vita, kwamba mkoloni alikuwa bado anapigana vita na nchi zingine, kwa hivyo alihitaji wanaume ambao kwamba wataweza kumsaidia katika vita. Kwa hivyo vijana wengi wa Kiafrika wakachukuliwa na wakaenda vitani. Hao waliorudi kutoka vitani vile vile walikuwa na values tofauti, kama kwamba zifanani na mtoto wa Kiafrika tena, ndio wakawa ni kitu tofauti sana. Na ndio hii na ndio unaona kuna umuhimu wa hizi vitu kuweza kujua kabla haujaingia katika ndoa, ili kuweza kuunderstand background mzuri ya ndoa nini. Kisha tukaja hapa baada ya mkoloni kuchukua vijana kupeleka katika vita, amekuja vile vile kutaka wafanyakazi ambao kwamba wanafanya kazi katika mashamba ya wakoloni, mashamba ya majani chai, mashamba ya makonge. Yote hii ilichukua watu wakatolewa, wanaume wakatolewa ili kwenda kumhudumia mkoloni. Kisha wale ambao kwamba walikuwa sawa wameshasoma vizuri, wako na masomo ya juu, mkoloni akaweka katika administration ili kuweza kuwasaidia kuweza kuendesha rasilimali yao ambao kwamba walikuwa wanataka. Sasa hizi vitu zote zimechangia mwanaume, mtoto wa kiume kutoelewa ndoa na majukumu yake ni nini, na mtoto wa kike kutoelewa ndoa na majukumu yake nini, bali wako na mtizamo tofauti sana na ndoa ni nini kulingamana na wao. Na hapa vile vile ndivyo sasa mwanamke akaanza kupata shida, kwa sababu wanaume tayari hawako, wameenda katika masomo, wameenda kusoma dini, au katika vita, au wanafanya kazi katika mashamba ya ukoloni, au katika vyeo katika kazi ya ukoloni. Sasa ikawa mwanamke amebaki ako nyumbani peke yake. Sasa mwanamke akitoka kwenye nyumba inakuwa kuna maanisha kwamba kuna upungufu, kwamba ile nafasi yake kama mwanaume ikitoka, itambidi mwanamke aweze kusimama sasa kuingia katika hiyo kiatu ambacho kwamba hakiko. Na ndio hapa wanawake wengi wakaanza kujiingiza katika biashara ili kuweza kuwasimamia wake zao, kwa sababu wengi wameenda katika vita, wamewaacha wanawake na watoto na hawana namna ya kusaidiwa. Wengi wameenda katika mashamba, wamehama, wako Nairobi, wamewaacha tu mashambani, hawana kitu. Wanawake wakaanza kufanya kazi ili kuweza kuprovide na kuprotect familia zao, kwa sababu wanaume hawapatikani au wanaume hawako. Kwa hivyo roles zikaanza kubadilika, kwamba mwanamke anachukua role ya mwanaume kwa sababu mwanaume hapatikani. Na ndio wengi wanasema kuna jamii moja Kenya, wake zao wako very active sana katika mambo ya biashara. Kuna baadhi ya jamii wake zao wako very active kwa sababu wanaume wao walikuwa na watu wa kuzunguka au wameenda vitani. Imewafanya hii jamii, wanawake katika hizi jamii wako mbele sana kibiashara, kwa sababu ilibidi wasimame, kwa sababu wanaume hawapatikani na hawako, na wengine walipoenda katika vita waliuliwa. Na unaweza imagine kwamba familia ya Kiafrika kwamba mwanaume alikuwa na zaidi ya wanawake wangapi? Mmoja. Kwa hivyo wanawake wote mfano karibu 6, 7, 8 wote, mume amekufa au vitani, alienda vitani ama hapatikani. Sasa hawa wanawake wanakuwa hawana namna. Kwa hivyo ikabidi majukumu yakaanza kubadilika. Sasa ikabidi wanawake sasa wameingia katika jukumu la kuchukua jukumu kama la mwanaume ili kuweza kuhakikisha kwamba familia inasimama. Kwa hivyo ukoloni imeleta mabadiliko mengi sana. Imebadilisha majukumu ya mwanamke, imebadilisha majukumu ya mwanaume, na vile vile imebadilisha mtizamo wa nini? Wa ndoa. Yani mtizamo wa ndoa vile unavyotizamiwa saa hizi, inavyotizamiwa na elimu, watu waliosoma ni tofauti na vile inavyotizama na mtu mwingine ambaye kwamba hayuko. Kwa hivyo hii pia iko na influence
kuhusiana na uamuzi katika ndoa, katika maisha ya kuwa pamoja kama mme au mke. Kwa hivyo hii sehemu ni sehemu muhimu sana, na ndio sehemu sasa tunamalizia kueleza. Imemalizia introduction ya malezi, kisha sasa tuanza kuingilia tuone ni namna gani mwanamke alikuwa yatafutwa ili aozwe na namna gani mwanaume alikuwa anaoa. Kwa sababu leo imeweza kusikia kwamba tunasema kwamba mimi siwezi tafutiwa mwanaume au siwezi tafutiwa mwanamke, najitafutia. Ni kwa sababu ya hii education, kwamba mkoloni amemfanya saizi mtu anaona kwamba kutafutiwa mwanamke ni kitu ambacho kimepitwa na wakati, kutafutiwa mwanaume kama kimepitwa na wakati, na iko na athari yake katika ndoa. Katika uamuzi wanaofanya hawa, iko na athari yake katika ndoa.